Nyingine ya kupaki kakaangu Chalamila, ukweli ndio huo. Hakuna sehemu nyingine. Kama nitakuwa nimekosea kaka, mambo unisamehe. Mimi ni moja ya dereva. Uliposema malori yanapaki, mimi naitwa Elias Onas Mwaningo. Uliposema malori yanapaki hapa, mimi mwenyewe ni moja kati ya lori ambalo liko eneo hili. Huku kuna changamoto kubwa sana. Changamoto ya kwanza ni upokeaji wa hii mizigo. Wanaleta mizigo mingi lakini upokeaji wake ni kidogo. Kiasi kwamba ni hapa tulipo, ukiangalia madereva wengi hata sehemu ya kwenda kujisaidia unajishikisha tu nyuma ya lori ndio unajisaidia. Hiyo ndio changamoto. Lakini changamoto nyingine ya pili ambayo hii ni kubwa sana. Hii changamoto ya pili, Mheshimiwa Chalamila, asilimia kubwa huku tunakoleta mizigo tuseme rushwa ni tawala, kwa sababu anaweza mtu akawa amefika leo akaja kushusha kwa sababu tayari ameshatanguliza chochote kitu. Yule aliyefika nyuma ambaye anafuata line moja kwa moja, yeye alimkuta anashusha nje ya wakati. Hilo jambo la pili. Lakini jambo la tatu la ushauri sasa wa serikali. Sisi hapa watu wote ukiangalia asilimia kubwa tunaichukia serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa nini tunaichukia? Tunaichukia serikali kwa sababu watendaji wengi wa serikali wanajikumbatia wao. Sisi wengine ni kama vile nchi, sisi hatuhusiki. Sasa kwa nini nasema hili? Unaweza ukaenda kwa kiongozi wa serikali ukamweleza changamoto. Kwa mfano hapa pana shule hapa. Jamani, hii shule hapa ilipo, sisi tukijisaidia humu hovyo tunasababisha madhara kwa hawa watoto ambao wako hapa mtaani. Kuna dereva mwingine anaweza kujikuta anajisaidia kwenye kopo. Ile kopo anatupa. Sasa akitupa ile kopo, mtoto mdogo anaashumu ile nini? Aidha ni juice ni nini? Akaja. Hiyo yote inasababisha kwa sababu watendaji wa serikali walio wengi hawachukui jukumu lao ipasavyo. Wangekuwa wanafanya jukumu lao ipasavyo, tungekuja tukashusha, then tukafanya tukaondoka. Lakini la tatu, serikali imetengeneza ICD kule Kwala. Kwa nini tunaonekana mjini? Shida iko wapi? Mkuu wa wilaya huko, mkuu wa mkoa. Kwa nini hizi facilitation zote zinajaa hapa? Shida ni nini? Mbona kule Kwala kuna nafasi? Kwa nini hizi ICD hizi ambazo zina uwezekano kwenda Kwala, kwa nini zisiende kule? Zikatanua na mji tena kule. Sasa wote tunakuja, hichi kibanda kidogo sogeza, mtu anaweka ICD. Sogeza anaweka ICD. Kwa nini tusitoke wote mjini tukaenda kule? Sehemu ambako kuna nafasi kubwa, tutajitanua, tutafanya shughuli zetu kwa uhuru kabisa. Hata hii Mheshimiwa kakaangu Chalamila, utakuja kuhangaika na mtu, utafanya kazi zako ofisini kwa sababu maeneo mengi ambayo ni makubwa yapo wazi na ni maeneo ya serikali. Sasa wote tumejaa. Mkuu wa mkoa unakuja kusoti auti japo. Sasa kuna watu wanakusubiri kule ofisini kwako, wewe unasoti japo. Kwa nini wale walio kule nao wanakusubiri? Huku watu wa jamu nao wanakusubiri. Njia imefunga, watu wa fire, njia imefunga, hakuna alternative. Shida yote malori yamejaa mjini. Tuyatoe malori haya mjini. Ndugu zangu wana Temeke, chini ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na kushukuru sana pia kwa ziara hii ambayo tunaendelea nayo, na nashukuru sana pia kwa uratibu. Tumepita kwenye hii barabara inaitwa Mandela Road, nikiwa pia na wataalamu wa TANROADS pamoja na wataalamu wengine. Ndugu zangu waandishi wa habari, jambo ambalo tumefuata hapa ni kwamba kumekuwa kuna tabia ya watu wenye malori kupaki malori pembeni mwa barabara na kufunga barabara ili zisiweze kutumika kwa shughuli zingine. Sasa maelekezo yangu yamenyooka na ni ya moja kwa moja, na katika hili sitaki mizaha katika haya. Kama mnakumbuka, siku chache zilizopita nimetoa maelekezo kwamba mabasi yahame kutoka pale Shakilango yaweze kurudi stendi ya Magufuli. Sitarajii kwamba tutaendelea kusemezana kwa sababu stendi ya Magufuli sijaijenga mimi. Yaani kati ya mimi na stendi ya Magufuli ilikuwepo kabla yangu mimi. Kwa ninachokifanya mimi ni kutimiza sheria na wajibu. Vivyo hivyo hapa Temeke, mkuu wa wilaya anaendelea na shughuli zake za kuhakikisha wananchi wanapata huduma zao. Na kwa kuwa hapa pia yupo RPC, yafuatayo yanakuwa ni maelekezo yanayoanza mara moja. Kwa watu wa TANROADS, hizi barabara sasa hivi road zinatakiwa zipitike na kila mmoja.
kwenye kila mahali mkiweza, nendeni mkablock lori lisitoshe kuweza kupita kwenye maeneo hayo. Lakini na yule dereva yoyote atakayepaki kwenye service road, achana na tajiri, dereva atakayepaki kwenye service road, RPC kwa kuwa yupo, nitaomba uniandalie vijana kadhaa ambao kutoka kwenye ofisi yangu watalipwa, wafanye kazi ya kusaidiana na watu wa TANROADS. Kamata dereva yoyote aliyepaki kwenye service road. Sasa kama amepaki kwa sababu gari limeharibika au vinginevyo, basi hayo maelezo atakwenda kutoa akiwa ndani. Kwa nini tunasema hivi? Ni kwamba lazima turejeshe Dar es Salaam yenye hadhi, yenye heshima, kwamba kila kitu kikae mahali pake. Imetosha uholela wa Dar es Salaam kwa kila jambo, is enough. Kwa hiyo tufike wakati tuchukue hatua za dhati na watu wa TANROADS, na nikitoka hapa watu wa TANROADS mkaendelee na utaratibu kwenye barabara zingine zile za Shakilango, ili kesho kutwa nitakapokwenda mabasi yote nisiyaone kwenye uso wa barabara. Na kuomba sana pale halmashauri uwe pia na vikosi vyako kupitia ma OCDs, RPC na hapa juu atakuwa ni overall anaangalia kupitia vijana wa TANROADS. Barabara zetu ni aibu, barabara hizi kujifunga. Dereva anapaki hapa anapotea. Kwa nini anapotea? Kwa sababu tajiri naye anaona ni kitu cha kawaida. Kamata wote hao, weka ndani. Alafu baada ya hapo malori haya yote yataondoka hapa barabarani. Mbona leo hayapo malori? Eti jamani, leo mnaona malori hapo? Sasa tuweze kuishi kwa huu unafiki mdogo mdogo wa leo yapo, kesho hayapo. Ni kushughulika nao kuanzia sasa. Leo kutokana na ziara hii ya mkuu wa mkoa ametoa maelekezo ambayo sisi kama watendaji wa TANROADS tumeyapokea. Lakini kabla hatujaanza ziara, sisi tukisha anza operation tangu asubuhi. Tumeanzia Shakilango, tumekuja Ubungo, tumekuja Tabata, tumekuja Tazara, Wasibu, mpaka sasa hivi tunaelekea Kurasini. Kwa hiyo hii imetukuta tuko kwenye operation. Kama unavyoona hili gari hii ni breakdown ambao lori lote ambao tunaikuta liko kwenye service road tunavuta tunapeleka ofisini kwetu. Analipia gharama ya faini, lakini pia analipia gharama ya breakdown kuvuta kutoka hapa kupeleka ofisini. Na tunashikiana na jeshi la polisi bega kwa bega. Kwa hiyo tunaendelea na operation vizuri, na mpaka tutakapomaliza mkuu wa mkoa akatuambia mpaka Shakilango tunakwenda. Kwa hiyo mpaka sasa malori zaidi ya 50 ambao yako pale ofisini, lakini mengi yanatoka ikifika wanalipia na kuondoa. Mimi kama wewe natoa rai kwamba sio sawa sawa kupaki kwenye service road, kwa sababu service road inatumika kama njia ya pembeni ili watu wanaopata dharura waweze kupita kwenye hiyo njia ya pembeni, au wale wanatoka kwenye majumba ya pembeni waingie kwenye njia ya service road ndipo waingie barabara kubwa. Kwa hiyo sio sawa sawa kupaki magari kwenye service road. Wawaambie madereva kwamba magari haya sio ya kupaki kwenye service road. Sehemu zingine wanafunga mpaka barabara, maeneo ya Tabata pale Mwananchi utakuta wakati wa usiku malori yamefunga njia moja ya barabara, inatumika njia moja tu, ambayo inasababisha msongamano mkubwa sana. Kwa hii ni jitihada ambayo tunakwenda bega kwa bega kama mkoa kuhakikisha kupunguza msongamano katika jiji la Dar es Salaam, ni pamoja na kuondoa haya wrong parking.